Bwana Yesu apewe sifa. Ufanye mwaka kuwa mwema kwako. Sote tunafahamu kwamba mahali popote pale ambapo pana nuru, giza huwa alikai. Mfano mzuri ni kwenye nyumba. Hata kama giza limetangulia kuwepo katika nyumba ile, mfano kama usiku, ukiwasha taa tu giza unashangaa limesambaa. Na hata kama nuru ikiwa imetangulia katika nyumba ile, giza linapokuja usiku huwa haliwezi kuingia kwenye ile nyumba. Ina maana kwamba nuru ndio huwa ina nguvu zaidi ya kutawala mahali ukilinganisha na giza. Sasa mfano huu una maana gani kwetu? Moyo wa mwanadamu kuwa na giza, maana yake mtu yule fikira zake kuwa zimetawaliwa na mabaya. Inawezekana yale mabaya anayofikiri ni kwa sababu ya ule ubaya aliotendewa na watu, au yale mabaya aliyoyaona, au yale mabaya ambayo anayapanga mtu huyo kumfanyia mtu mwingine. Na ninasema kwamba mabaya ambayo mtu ametendewa au ameyaona kutawala katika fikira za mtu kunaleta giza, ni kwa sababu mabaya yote huwa hayatoki kwa Mungu. Mungu wetu anatupenda. Mungu huwa hatendi mabaya, hamsababishi mtu yote mabaya, ila mabaya huwa yanatoka kwa shetani na asili yake ni nguvu za giza. Kwa hiyo mtu anapotendewa lile jambo alafu akaendelea kulifikiri, ina maana anasababisha moyo wake kuwa na giza, kwa sababu ile nguvu iliyotenda mabaya inakuwa imetawala fikira zake na imemtawala yeye kwa ujumla. Yaani ule ubaya ndio umepata nguvu ndani mwake. Lakini kinyume chake, mtu anapokuwa anafikiri juu ya mambo mema, au ana kumbukumbu ya mambo mema, au anawaza yaliyo mema, au anapanga kutenda yaliyo mema kwa watu, huyu mtu anasababisha ndani mwake kunakuwa na nuru. Kwa sababu nuru asili yake ni Mungu, na hiyo nuru kazi yake ni kuangaza, kuondoa mabaya ndani ya mtu. Kibinadamu sio rahisi kutokuwaza baya linapokuwa limekutokea, lakini haitakiwi lile baya uliwaze kwa muda mrefu. Jitahidi sana unapokutana na mabaya yote, au unapoona mabaya yote, yasitawale akili yako au fikira zako kwa muda mrefu, bali katika ule ubaya wewe muinue Mungu. Amini kwamba Mungu anaweza na ataweza kuliondoa lile baya, na amini kwamba Mungu yeye atakushindia. Kwa hiyo unapokuwa katika kumuinua Mungu katika uweza wake na nguvu, ule ubaya unakosa nguvu. Yaani maana yake kwamba ile giza linakosa nguvu ndani mwako, bali ile nuru ya Mungu au uwezo wa Mungu au neno la Mungu au mema yale ya kimungu yanakuwa yanapata nguvu kwako. Na pia tukumbuke kwamba giza huwa lina mambo ambayo yanaambatana nayo. Kwa hiyo mtu yoyote anayewaza mabaya au anaofikiria mabaya, ina maana kwamba anaruhusu ubaya mwingine uweze kupata nguvu ndani mwake. Na fikira mbaya au kumbukumbu mbaya huwa ndio wakati mwingine hata zinasababisha magonjwa ndani ya mtu. Na magonjwa huwa hayatokani na Mungu. Mungu wetu hakutuumbia magonjwa, ila magonjwa huwa ni madhara yanayotokana na yale ambayo tunakutana nayo hapa duniani. Kwa hiyo unapokuwa unawaza juu ya mabaya ambayo umekutana nayo au yamekutokea au changamoto ulizonazo, ina maana unaruhusu afya yako wewe mwenyewe kuathirika. Lakini unapokuwa unawaza juu ya mambo mema ambayo Mungu amekutendea au watu wengine wamekutendea, ambao Mungu aliwaleta kwako, wale kukutanisha nao wamekutendea, unapokuwa unawaza juu ya hayo au unapokuwa unapanga juu ya mambo mema, ina maana kwamba unaruhusu nuru ya Mungu kuwa kwako, unaruhusu nguvu ya Mungu kuwa kwako, unaruhusu kuwa na afya njema, unaruhusu kuwa na amani, na hata pia inafanya maombi yako kupata kibali kwa Mungu. Yaani kunakuwa na wepesi wa mema kuja kwako. Kwa unapoomba kwamba Mungu naomba unitendee hili, unitendee hili, unapokuwa ndani mwako uko safi, ina maana mema ni rahisi zaidi kuja kwako. Lakini unaweza ukajiuliza kwamba nitafanyaje? Yawezekana yaliyokutokea ni mabaya na yameathiri sana ufahamu wako au fikira zako, unajikuta unashindwa kuepuka kuyawaza au kufikiri. Lakini nikutie moyo mwana wa Mungu kwamba maandiko matakatifu ya Biblia katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, maandiko matakatifu yameandikwa, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu.
Kumbe kuweza kuyashinda si kwa kufikiri wewe mwenyewe au kwa kujitahidi kwa jinsi wewe yote, bali ni katika uweza wa Mungu ambao unaleta wokovu, ambao unaleta utetezi. Kwa hiyo yuko Mungu ambaye anatuwezesha kuweza kuyashinda hayo. Kwa hiyo kinachotakiwa kwamba unapoona kwamba fikira zako, akili zako zimetawaliwa na mabaya au simanzi au majonzi kwa sababu yale mabaya yaliyokukuta au kwa sababu yale mabaya yaliyokutokea, unachotakiwa hapo ni kumwomba Mungu akusaidie, ili akuondolee zile fikira mbaya, na pia kumwomba Mungu ainue yale mema ambayo amekutendea katika fikira zako. Yaani uanze kukumbuka ule wema, yale mazuri ambayo Mungu ameyaleta, yale mazuri ambayo watu wengine wamekutendea. Unapomwomba Mungu, yeye atakuwezesha kuyashinda. Utaweza taratibu kusahau, na utashangaa ile giza litakuwa halina nguvu tena, bali nuru itakuwa na nguvu zaidi kwako. Kibinadamu unaweza ukasema si rahisi kusahau. Ninachomaanisha ninaposema kusahau ni maana yake yale mabaya kutorudia katika fikira zako. Huko ndo kusahau tunakokusema, kwamba unakuwa hukumbuki tena kwamba nilifanywa hivi, fulani kanifanyia hivi, limetokea hivi, maisha yangu yamekuwa hivi. Yani unakuwa huyawazi tena. Unachowaza kwamba Mungu anakwenda kutenda hiki, au Mungu amenitendea hiki, au kuna jambo jema hili na hili. Kwa hiyo yale yote unapokuwa unayawaza na unapokuwa unayategemea kutoka kwa Mungu, hayo ndio yanayoleta nuru kwako, na hayo ndio yatafanya kwamba yale mema unayategemea au unayomuomba Mungu yaweze kuja kwako kwa wepesi. Na unaweza ukajikuta maisha yako ya mbele au mwaka wako ukawa na mafanikio zaidi kuliko kipindi cha nyuma, au ukawa na mema mengi zaidi, kwa sababu wewe umekaa katika nuru na umeomba mambo yanayoambatana na nuru, na hayo mambo yanayoambatana na nuru yatakuwa na wepesi wa kuja kwako, na yatakuwa na nguvu ya kukaa kwako, kwa sababu ile nuru ambayo wewe umemuomba, ile nuru ambayo umeitunza ndani mwako ndio nguvu, ndio Mungu mwenyewe, na ndio nguvu ya Mungu yenyewe. Kwa hiyo ile nguvu huwa inavuta mema. Kwa hiyo yale mema yatavutika, yatakuja kwako na yatatulia kwako. Jitahidi sana kutunza mabaya au kufikiri juu ya mabaya katika moyo wako, bali jitahidi kutunza yaliyo mema na kufikiri yaliyo mema na kupanga juu ya yaliyo mema. Ni kwa faida yako wewe mwenyewe pamoja na wote wanaokupenda. Basi kupitia neno hili namuomba Mungu akusaidie wewe ambaye umekuwa una changamoto hiyo ya kuwa na kumbukumbu mbaya au fikira mbaya au kuwaza mabaya ambayo umeshindwa kuyaachia ndani ya moyo wako. Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akutakase, aondoe madhara na ugumu na yote yale ambayo yalikuwa yameambatana na kile ambacho kilikuwa kimeleta huzuni au masikitiko au kumbukumbu mbaya au fikira mbaya ndani ya moyo wako. Mungu akutakase kwa kukujaza na nuru yake, kwa kukujaza na neema yake, akuinue imani, akupe ujasiri, akupe nguvu zaidi ya kuweza kushinda. Nuru ikaambatane nawe na ukainuliwe katika maisha yako, katika kazi zako, katika uchumi wako, katika familia yako, na katika yote mema ambayo unatamani Mungu akayafanikishe na akakupe wepesi. Mwaka huu unaokuja ukawe ni mwaka mwema kwako, wenye baraka na ushindi na ushuhuda. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina.